Watafsiri nini kuhusu unaelewa nini kuhusu wasubiria nini, mbona hutaki? Salamu mwanadamu, kuwa salama na usalimike. Na wasalimia kupitia jina la Yesu. Najua utajiuliza, si huyu mtoto wa mkulima ambaye tuko naye siku zote tunalima? Hivi katoa wapi haya maneno ya hekima? Maana hata Bwana Yesu Mafarisayo walijiuliza, si huyu mtoto wa seremala katoa wapi uwezo wa kufanya ishara? Tuachane na hayo kwa sababu sio kusudio letu kwa ujumbe wa leo. Leo nataka tuzungumzie kuhusu huu wokovu, maana imekuwa kasumba sasa. Kila mtu huchukulia kufuatana na uelewa wake, na hii imetokana kwamba watu wengi hawaishi kwa neno, wanaishi kimazoea mazoea. Yaani mtu anaonyeshwa mbalamwezi, anaangalia kidole. Ndugu zangu, wokovu sio bla bla, wokovu sio mzaha. Wokovu sio daladala ya kupanda na kushuka. Wokovu sio maigizo. Wokovu sio siasa tuseme nichagueni mimi. Neno wokovu limetokana na neno okoka au pona, yani toka katika dhambi. Ukisoma Matendo sura ya 4 mstari wa 12 nasema, hakuna wokovu kwa mwingine yeyote, kwa maana hakuna jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu ambalo kupitia hilo wanaweza kuokolewa zaidi ya jina la Yesu. Ukichunguza hapo kwa makini, utagundua kwamba mtu akimpokea Yesu na kuacha dhambi, huyo ameokoka. Biblia inasema, aaminie na kubatizwa huyo ameokoka, na asiyeamini atahukumiwa. Kitabu cha Mathayo 24 neno la Mungu linasema, yule atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokolewa. Na hapo inatukumbusha kwamba wokovu sio mchakato wa siku moja, bali ni maisha yetu ya kila siku. Ndugu zangu, kama utashindwa kumwelewa Mungu vizuri, jua wewe mwenyewe ndo hueleweki.